wabarakatuh. Hapa tupo Hajun, eneo la Hajun, na ile ni ofisi ya manispaa ya Hajun. Hiyo hapo mnaiona pale kwenye bendera ya nchi. Sawa? Hapa wale majini kule walikoziwiliwa, walikuja majini wakamwambia, tunaomba ya Rasulullah uje utusomee Qur'ani. Mtume akamwambia tukutane wapi? Akamwambia tukutane Hajun. Mtume akawaomba masahaba, akamwambia jamani, mani yusahibuni, nani atanisindikiza? Masahaba wote wakaogopa, lakini hatimaye akatokea Abdullah ibn Mas'ud akamwambia, mimi nitakusindikiza wewe ya Rasulullah. Wakaja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipofika na Mtume, Abdullah ibn Mas'ud alisimama pale kwenye lile bango hilo la maelekezo ya barabara. Mtume akaja mpaka hapa kwenye msikiti hapa. Palikuwa hapana msikiti huu, palikuwa pahala plain, na hii sehemu yote hakuna nyumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasomea Qur'an, akawapa da'wa majini, akawakumbusha, akawasomea, akawapa nasaha majini. Wapo majini waliosilimu na wapo majini ambao hawakusilimu, wakaondoka kama walivyorudi. Wakamuomba Mtume, walimuuliza maswali, sasa tumesha silimu, chakula gani sisi tunatakiwa kula? Mtume akamwambia, kwanza mkitaka kula mseme bismillahirrahmanirrahim, na kuleni chakula cha halali. Sawa? Kwa hiyo ikawa wameondoka hapa. Kwa hiyo ikabakia historia. Hapa ndipo alipokutana Mtume na majini. Sio msikiti wamejenga majini, hapana. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo huu msikiti mara ya mwisho umefanyiwa ukarabati mwaka 1421 na aliyekuwa rais wa nchi, tuseme mfalme, sawa, Malik Fahd rahimahullah, mwaka 1421, na leo ni mwaka 1447, ukafanyiwa ukarabati hivi ulivyo. Sehemu ya kusalia wanamume ni pale na sehemu ya kusalia wanawake ni hapo ndani. Kwa hiyo hii ndio historia ya Masjidul Jinni kwa muhtasari, na bahati nzuri historia yake imeandikwa kwa Kiarabu na Kiingereza hapo. Kwa hiyo mnaweza mkachukua hapo, utakwenda kuisoma kwa utulivu zaidi. Baadaye unaweza ukascan, unaona hapa, unaweza ukascan, baadaye utakwenda kupata maelezo full kwa umakini sana. Tumeelewana vizuri? Haya.